Kwa hiyo sasa nilichokuwa nawaambia kingine, nikasema jamani, karibuni kwa Mbwilo. Haya maporomoko kabla hajaitwa Kalambo, kwa wenyeji wa hapa wengi kama wako hapa natuambia yanaitwa Mbwilo. Mbwilo ni jina la mzimu. Sisi Waafrika kabla ya ujio wa wazungu na Waarabu tulikuwa hatuna dini yoyote. Kwa vitu tulivyokuwa tunakuja kusali ni maeneo kama haya, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba Mungu ameweka roho yake pale, roho zake kwenye maeneo mbalimbali kulingana na eneo lilivyo. Kwa maeneo haya mwa hapa unaitwa Mbwilo na unajionyesha kwa umbile la chatu, lakini iko hivi, ili uone unatakiwa uwe muamini wa hivyo vitu. Sawa? Inatakiwa uwe muamini wa hivyo vitu na uamini kama hivyo vitu vipo. Lakini kiachana na mzimu wa Mbwilo, pia tuna mzimu wa Kale, alafu tuna Chiki. Hayo ni maporomoko madogo. Ukisimama kona ya pale unaweza kusikia kuna kelele tena ndogo kama ya poromoko liko maeneo haya. Hapa chini. Hilo poromoko linakadiriwa kuwa na mita 15. Yenyewe bado huwa tufikiri mpaka maji yafungue sana mwezi wa 11 ndio tutafika tunachungulia kuondoka. Lakini kutokea hapa tena mita 500 chini utaona kuna poromoko tena dogo lingine linakadiriwa kuwa na mita 40. Hilo linaitwa Chiki. Hayo maporomoko yote madogo kama na Mkali ilikuwa inatumika kwa wenyeji wa kina mama hawa kuja kuomba changamoto zao, pengine za kuzaa au anataka kuolewa, hajaolewa, unaona, anakuja kuomba kwa Mkali. Kwa hiyo tusichukulie hii mizimu kama ni kitu kibaya kwetu. Walikuwa wanakuja kuomba hapa, kwa mfano matukio ya maeneo yetu. Nafikiri kwa walio wengi hapa umri umeenda kidogo, mmeona baadhi ya vitu vinafanyika maeneo mbalimbali. Matambiko karibia kila maeneo wanafanya, tuna machifu, si ndio? Japokuwa hawana nguvu kiasi hicho kiserikali, si ndio? Kwa hiyo wanafanya matambiko, na haya maeneo pia walikuwa wanatumia kufanya hivyo hivyo kama maeneo mengine ambapo wanaheshimu maeneo yao. Sawa? Wengine walikuwa wanaenda kwenye huko tulikotoka, kuna mapoli na vitu vingi vingine.